Yoyote ambaye anakuwa anafanya mtu yoyote, ni kweli wewe inafanyika mahali pasiri. Kama ni kuzini, asilimia kubwa watu wanaenda kuzini guest house na sehemu mbalimbali ambazo wanadamu hatuwaoni. Wengine wanaangalia picha chafu katika maeneo ambayo wanaangalia ni aidha chumbani kwake na mahali pengine popote kwenye kichaka, anaangalia hizo video chafu kwa kujificha. Ni kweli dhambi, uovu wote unaokuwa unafanya mwanadamu unafanya kwa kujificha, kwa kuwa kutenda ubaya sio kitu kizuri, kwa sababu sisi wanadamu tuna asili ya miungu. Tunajua jambo hili tunalofanya sio zuri. Kwa mara nyingi mtu anapotekeleza jambo ovu, mara nyingi sana au mara zote, naweza nikatumia lugha hiyo, huwa inafanyika kwa siri. Kuzini, kuangalia picha chafu, kuchati message chafu ni kwa siri. Ndio maana simu nyingi zinakuwa na message ngumu sana, ngumu mno. Yaani kuweza kuitoa hiyo password ujue kwenye simu anachati, anaangaliaga vitu gani, ni ngumu sana. Kwa hiyo dhambi unayokuwa unaitenda, ni kweli unakuwa unatenda katika mazingira ya kujificha au kujificha mbele ya wanadamu sisi. Ila mimi nikusii mtu wa Mungu, acha dhambi kwa faida yako, kwa kuwa dhambi unakuwa unafanya kwa siri kwa kutuficha sisi wanadamu. Kumbuka yuko Mungu ambaye hakuna eneo ambalo unaweza ukajificha mwanadamu ukawa unatekeleza uovu aina wote, ukawa unaibia mwingine, ukawa unamdhulumu mwingine, ukawa unazini labda guest house na sehemu nyingine yoyote. Ni kweli kitendo hicho ndio unafanya, unakuwa kuficha sisi wanadamu kama nilivyosema, ila kumbuka yuko Mungu. Yeye Mungu, hakuna eneo ambalo unaweza ukajificha ukawa unatekeleza uovu aina wote ambapo anakuwa kuoni. Unakuwa anakuona na kile ambacho nakifanya anakuwa na rekodi, kinatunzwa kwenye flash moja imara sana, na utakuja kulipwa sawa na kile ambacho umetenda. Usitegemee kulipwa kinyume na ulivyoishi. Biblia inasema kila mtu atalipwa sawa na matendo yake, yaani kila mtu atalipwa na sawa alivyoishi. Kwa namna ulivyokuwa naishi kwa namna za uovu, ndipo utalipwa nayo. Alafu sasa kibaya zaidi, malipo sio katika ile siku ya mwisho baada ya kufa. Malipo yanaanzia hapa duniani kwanza. Hapa duniani utaona kuna namna ngumu sana juu yako. Utaona kufikiri kwako, yani kufikiri kwako ni kufikiri uovu muda wote. Sio kitu kizuri kufikiri muda wote uovu, muda wote unafikiri kwenda kuiba. Sio kitu kizuri. Kwa hiyo namna ngumu nyingine kaza kama magonjwa atakukalia kutokana na uovu unaokuwa unatekeleza. Kwa hiyo mimi nikushauri ndugu yangu, kuacha uovu ni kwa faida yako mwenyewe, kuendelea na uovu ni kwa hasara yako mwenyewe. Uovu unaokuwa unatenda ni kwa juu yako mwenyewe, usio kafikiria ubaya unaotenda ni kwa ajili ya kumuumiza mtu mwingine. Amna, ubaya wote unaotenda utakurudia wewe mwenyewe. Kwa hiyo mimi nikusii mtu wa Mungu, haya yote ambao utaweza kusikia kipande cha ujumbe huu, acha uovu kwa faida yako, acha dhambi kwa faida yako. Ukiendelea na uovu, kuendelea na ubaya ni kwa hasara yako mwenyewe. Hakuna ambaye utakuwa unamkomoa, utakuwa unajikomoa mwenyewe. Siku ya mwisho utahukumiwa na itaonyeshwa pale. Kuna TV kubwa mahali fulani, itaonyeshwa, vitachomeka ile flash, utaonyeshwa matendo yako, afu pale itakatwa hukumu, utaelekea mahali pako sahihi. Alafu malipo mengine ni hapa duniani kama nilivyosema. Hapa duniani utaona tu namna zako zinakuwa ni ngumu sana. Biashara zako haziendi vizuri, kazi zako haziendi vizuri. Hiyo ni kutokana na uovu ambao ulikuwa unauishi, uovu ambao ulikuwa unautenda. Kwa hiyo acha dhambi kwa faida yako mwenyewe, acha maisha ya dhambi kwa manufaa yako mwenyewe. Mungu akusaidie, jaribu kutafuta kuishi kadri na masahihi. Mungu akusaidie sana. Amen.